Mtu mmoja Mfarisayo alimwalika Yesu kwake akuje akule chakula. Kuna mwanamke ambaye alijileta hapo mahali Yesu alikuwa, akakuja akasimama nyuma yake Yesu Kristo, akaegemea mguu wake, akatoa marhamu na akaanza kudondokwa machozi wakati ambapo ameshika miguu yake Yesu. Na alipofanya hivyo, machozi yalikuwa yanamwagika pale kwenye miguu ya Yesu, amepaka marhamu na anapanguza miguu ile na nywele. Huyo Mfarisayo ambaye alikuwa amemwalika Yesu akasema, huyu angekuwa ni mtu wa Mungu angejua huyu ni mwanamke mgani. Angejua huyu mwanamke ni mwenye dhambi. Yesu Kristo kwa vile alikuwa anaweza kutafsiri nafsi na kuelewa, akaambia yule mtu, kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa ni mtu ambaye anakopesha pesa. Alikuwa amekopesha watu wawili. Kwa hao watu wawili, mmoja alikuwa amemkopesha shilingi 500 na mwingine alikuwa amemkopesha tu shilingi 50. Hao watu ambao amewakopesha pesa hawakuwa wana uwezo wa kulipa. Akawasamea hao watu wawili wote. Akauliza huyu Mfarisayo, kwa hao watu wawili ambao walikuwa wamekopeshwa hii pesa, ni mtu mgani ambaye atapenda huyu mkopeshaji zaidi? Sasa huyu Mfarisayo akasema, yule ambaye atafurahia sana baada ya kusamehewa hii ukopeshaji ya pesa ni yule ambaye amekopesha pesa mingi, yule ambaye alikuwa amekopa 500. Yesu Kristo akamwambia, umejibu vizuri. Akasema, huyu mwanamke, mimi nimekuja hapa kwako kukula, venye nilikuja hapa kwako au kuosha miguu yangu, lakini huyu mwanamke amekuwa akidondokwa machozi na anapanguza miguu yangu na nywele yake. Mimi nimekuja hapa, haukunialika vizuri, haukunibusu, lakini huyu mwanamke tangu nikuja hapa mpaka saa hii ananibusu miguu. Mimi nimekuja hapa, haujanipa mambo mengine, lakini yeye amenipaka marhamu mazuri. Nakwambia huyu mwanamke amesamehewa dhambi mingi, kwa sababu yule ambaye anapenda zaidi kwa wingi ndiye ambaye anasamehewa dhambi nyingi. Yule ambaye anapenda kidogo anasamehewa dhambi kidogo. Sasa baadaye Yesu akamwambia huyu mwanamke, umesamehewa dhambi zako zote na imani yako imekuokoa, aende zake.